Mkuu, habari ya saizi. Kama tulivyoongea, hapa nipo Tabora na hapa ni kiwandani kwangu. Hili ni vumbi la mbao ambalo ndilo tunalotumia kwa kuzalishia mkaa hapa Tabora. Hili ni vumbi la mbao. Nataka nikuonyeshe kwa kifupi sana hatua tunazozifanya. Hili ni vumbi la mbao ambao hatua yake ya kwanza ni uchomaji. Nitakutumia video uone jinsi tunavyochoma. Lakini hata hivyo, kwa kipindi hiki huku Tanzania, kipindi hiki ni masika. Haya mavumbi yameloana kwa hivi sasa. Kwa hiyo hayawezekani kuchoma. Ila kitu kilichofanyika ni kwamba nimefundisha watu huko vijijini ambapo wanafanya kazi ya kuchoma mavumbi ambao na kupata poda nyeusi kama hii. Hii ni vumbi la mbao ambao tayari limeshachomwa. Kwa hiyo mimi ninachofanya hapa Tabora ni kununua mavumbi ambao yaliyo tayari yameshachomwa. Kwa hiyo kitendo cha kuchoma tena mimi nimeachana nacho. Baada ya uchomaji wa zile vumbi la mbao, hatua inayofuata tunapata vumbi laini kama hili ambalo limesagwa na mashine. Na mashine ya milioni 15 ni kama hii hapa. Nyie mmeshamaliza kuzalisha? Mashine ya milioni 15 ni kama hii hapa. Hakuna udongo hata kidogo, mzalishe hapa nimtumie mteja wangu aone. Chukua kidogo uchanganye nani. Ni mashine ya milioni 15 ni kama hii hapa. Hii ni seti ya mashine ya milioni 15. Inakuwa na mota horsepower 30 kama unavyoiona hii hapo. Inakuwa na crusher hii hapa, na inakuwa na extruder ya kuzalisha mkaa kama hii hapa. Mashine kama hii inakuwa operated na vijana watatu wanaweza kuiendesha hii mashine na kuweza kuzalisha. Angalia hapo chini kuna waya za umeme. Kwa hiyo ile mixer yako inayofanya kazi ya kuchanganya chakula cha kuku itatumika, badala ya watu kufanya kazi hii ya kuchanganya, itatumika yenyewe kwa ajili ya kuchanganyia. Itachanganya kwa kutumia mixer kama vile inavyochanganya, na hiyo moja kwa moja itasababisha kufanya uzalishaji uwe mwepesi. Lakini tena naweza kukuonyesha, unaona hapa mimi naendelea na uzalishaji kama nilivyokuambia. Huu ni mkaa ambao tumeshazalisha. Unavyoona huu mkaa ni zaidi ya tani 40. Ni kwa sababu ni mkaa mzito, ni zaidi ya tani 40. Naendelea na uzalishaji na lengo langu ni kama nilivyokuambia, lengo langu nifikishe tani 1000. Ninacho kiwanda kingine tena kiko Bagamoyo, Zinga Bagamoyo, ambapo na kwenyewe kule uzalishaji kwa sasa nimesimama kwa sababu ya nguvu kidogo, lakini kule na mkaa zaidi ya tani 200 ambazo tunaendelea na uzalishaji. Ngoja nikuonyeshe mashine inavyofanya kazi. Lazima kuwa na uchanganyaji ambao unachanganyika na maji kidogo kutokana na unyevunyevu unaokuwepo. Pia nilitaka nikuonyeshe tanuli ambalo linatumika kwa sasa kwa kuchomea. Ni hili hapa ambalo nitakutumia video yake uone jinsi inavyoweza kuchoma. Matokeo ya tanuli hili linakuwa linachoma na kumwaga vumbi moja kwa moja nyeusi. Kwa upande wa nyuma kule kuna input na huku ni output. Ukazalisha mkaa size unayotaka. Unaweza ukazalisha size ndogo ndogo au kubwa kubwa, ni kutokana na soko ulilolilenga. Mimi kwa kuwa soko langu kubwa ni magereza, ninazalisha mkaa huu ambao nikiweka kwenye majiko ya magereza utaingia kwa kiwango kizuri. Mashine hii ndio ni mashine yenye uwezo wa kuzalisha kilo 300 za mkaa kwa saa.
mkaa. Hatua ya mwisho ni uanikaji wa mkaa kama utakavyoona hapa. Huu mkaa umeanikwa na utakaa hapa kwa muda wa siku 3. Tumeandaa eneo pia ambalo kama kunakuwa na mvua, mkaa wote huo unakaa hapo. Hata ukikaa kwenye eneo la kimvuli, ili mradi uwe umefanya maandalizi ya kutosha, mkaa una